Eternal Father, I offer you the body and the blood. Basi ni asubuhi nyingine tena ambayo Kristo wetu amefanya na ameitengeza. Ni siku nyingine tena ambayo Mungu wetu amekuwa mwaminifu na amenileta hapa na asubuhi ya leo ili tupate kuelewana katika neno la Mungu. Kama kila wakati, kila Jumapili saa 4 mpaka saa 4:30 mimi hukuja hapa ili tupate kuongea pamoja na wewe kuhusu neno la Kristo ambayo Kristo amenituma nayo. Nikubalie tu nisome neno la Mungu, alafu tuelewane katika neno hii, alafu mwishoe tutaomba Mungu kwa pamoja. Naamini kwamba Mungu wetu ambao ni mwaminifu atakutana mahitaji yako na atakutenda mema, ni kwa sababu yeye ndiye mfalme wetu wa ajabu. Nikubalie nisome neno la Mungu. Kabla kusoma neno, niite Askofu Odindo, msaliwa wa Kisumu County, mahali ambapo inaitwa Seme, mahali inaitwa Kitmikai. Kwa sasa hivi ninavyozungumza ninakaa hapa Nairobi, mahali inaitwa Kibira, ninakaa mahali inaitwa Olympic Estate. Kanisa letu liko mahali inaitwa Katwekera hapo Kibera, mbele ya kanisa itwayo PAG. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Namba hizi ambazo ziko hapa chini ni namba zangu. Ukitaka tuongee au ukitaka tuombe pamoja, uko na uhuru kupiga simu, sio kuflash bali kupiga. Ukipiga tutaelewana na tutaomba kwa pamoja na tutaona yale Mungu anaenda kututendea. Nikubalie nisome neno la Mungu na asubuhi, alafu tukubaliane katika neno hii. Leo hii nasoma katika kitabu cha Ufunuo. Ufunuo ni 3, mstari ni ule wa 8, na nitasoma 8, 9, 10 na 11, alafu tutakubaliana katika neno hii. Nikubalie nisome neno la Mungu. Biblia inasema hivi katika kuanzia mstari wa 8, Ufunuo 3 inasema, na yajua matendo yako, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambayo hapana awesaye kuyafunga. Kwa maana una nguvu kidogo, nawe umetunza neno langu, wala haukulikana jina langu. Mstari wa 9, tazama nakupa walio wa sinagogi la Shetani, wasemao kwamba ni Wayahudi nao sio, bali wasema uongo. Tazama nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako, na kujua ya kuwa nimekupenda. Mstari wa 10 nasema, kwa kuwa umeshika neno langu, umeshika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa ulio tayari kujilia ulimwengu wote, kwa kuwajaribu wakao juu ya nchi. Mstari wa 11, naja upesi, sika sana ulicho nacho, asije mtu akatua taji yako. Amini nami na tuombe. Baba wetu, Baba wa mfalme wetu Yesu Kristo, Jehova, nasema ni asante na asubuhi ya leo. Wewe ni Mungu, wewe ni kimbilio, wewe ni mwaminifu. Jehova, kando na wewe Kristo hakuna aliye kama wewe, Mungu wetu wa ajabu. Yesu, tazama na wiki hii tena, Jumapili huu, mfalme wa ajabu, umenipa nafasi tena nikaingie hapa ili tupate kusemezana na wapendwa hawa. Kristo, ni asante ni kwa sababu ya nafasi ambayo umewapa wapendwa hawa ili wapate kusikia neno ambayo wewe Mungu umeliweka katika moyo wangu na katika kinywa changu. Yesu, nami pia niko hapa, ninasema tena nimekubali kutumika, ni kwa sababu yako, kwa sababu ya neno lako. Nitumie chombo iliyo tayari, ni kwa sababu yako. Inuliwa Jehova, barikiwa, ni kwa sababu wewe ni Mungu.
Inuliwa ni kwa sababu ya kila jambo na kwa sababu ya kila neno. Ni kwa sababu wewe yu tayari kukutana na mahitaji yetu na kutenda sawa sawa na mapenzi lako. Pokea sifa jemedari. Ni kwa sababu unaenda kuponya walio wagonjwa, unaenda kutupigania vita vyetu, na utaenda kutupa ushindi na asubuhi ya leo. Inuliwa ni kwa sababu wewe ni Mungu. Katika jina lako Yesu nimeomba na hata nimeamini. Amen. Basi na asubuhi ya leo ninamshukuru Mungu ni kwa sababu ya siku hii ambayo Mungu wetu wa ajabu amefanya na ametupa nafasi hii ili tupate kufika hapa na asubuhi ya leo. Nimesoma neno katika kitabu cha Ufunuo 3 na nimesoma kuanzia mstari wa 8 hadi 11, na maandiko takatifu inaongea kuhusu kile neno ambayo Mungu ananena pamoja na mtumishi wake. Biblia inasema kwamba nayajua, Mungu anasema kwamba nayajua matendo yako, na anasema kwamba tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambaye hapana mtu awezaye kufunga, ya kuwa umelitunza neno langu na hujalikana neno langu na hujalikana jina langu. Kwa hivyo maandiko takatifu inaongea kuhusu ile maagano ama kile ambacho Mungu anaahidi yule mtumishi wake. Kuna anamwambia kwamba tazama ninajua matendo yako, ninajua matendo yako, kwa hakika umelitunza neno langu na hujalikana jina langu. Hata ingawa uko na nguvu kidogo, lakini hujalikana jina langu. Leo hii na asubuhi ya leo nimekuja hapa ninene pamoja na mtu ambayo ako na wasiwasi katika mwaka huu ambayo tulianza, ambayo leo hii inakani kama tuko karibu kufuka ama kumalisha mwezi huu wa kwanza. Lakini Mungu amenituma na neno. Ikiwa leo hii Mungu amenituma kwako ili tupate kusemesana, ili tupate kusungumusa, ni kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Leo hii ikiwa ni tarehe 22 mwezi huu wa kwanza, Mungu wetu kwa hakika amekuwa mwaminifu, kwa sababu ni wiki 3 imeisha katika mwezi huu wa kwanza. Lakini kila mmoja wetu hako na kila sababu la kusema kwamba amemwona Mungu. Ni kwa sababu Mungu amekuwa mwaminifu. Siku ya kesho watoto wanaenda shuleni, wengine Mungu wamemwona Mungu kwa sababu ya karo la shule. Wengine walikuwa na wasiwasi, wanajiuliza kwa hakika nitafanya nini? Mtoto wangu hataenda shule namna gani? Mtoto wangu hatapata vitu vya shule namna gani? Lakini Mungu wetu ambayo ni wa ajabu, lakini Mungu wetu ambayo ni mwaminifu, lakini Mungu wetu ambayo ni waokofu, alikupa mlango uliofunguliwa mbele yako, na ukashtukia kwamba umepata kile ambacho wewe mtu haukuwa unatarajia, ambayo wewe mtu haukuwa umeipangia. Kwa hakika Mungu aliweka mlango uliofunguliwa mbele yako. Hakuna mtu aliyeweza kufunga mlango ile. Kwa hakika uko na kila sababu na asubuhi ya leo ya kusema kwamba umemwona Mungu kwa macho yako. Kama watoto wetu kesho wanaenda shule, kwa hakika wanavyofungua shule, Mungu huyu aliyefungua milango, aliyeweka mlango uliofunguliwa mbele yako ili mtoto wako akapate karo, akapate school fees, akapate kila kitu inayotakikana katika shule. Kwa hakika yeye ni Mungu. Huyo Mungu tu ndiye ataenda pamoja na watoto wako shuleni, na ataendelea kuweka mlango hiyo ambayo imefunguliwa. Anasema kwamba tazama ninayajua matendo yako, ninaelewa matendo yako. Anajua matendo yetu, kila kitu ambayo tunafanya, kila kitu ambayo tunahitaji, kila kitu ambayo tunaomba, kila kitu ambayo tunatafuta, yeye Mungu anayajua. Na anasema kwamba tazama nimeweka mlango iliyofunguliwa mbele yako, ambayo hakuna mtu anayeweza kuyafunga, ambayo hakuna mtu hatayeweza kufunga mlango hii. Ni kwa sababu yeye ni Mungu. Hakifungua, yeye Mungu amefungua. Hakiweka milango mbele yako, yeye Mungu ameweka. Ni kwa sababu anajua matendo yako, anajua mahitaji ya moyo wako, anajua kila kitu ambayo unayapitia. Na naahidi kwamba tazama ninajua matendo yako, kile ambacho unayapitia na asubuhi ya leo, kile ambacho unayapitia ama machozi ya macho yako, yeye Mungu ndiye anayetazama machozi ya watu wake. Na anasema kwamba tazama nimekujua, mimi ninakuelewa, mimi ninajua matendo yako, mimi ninajua kila kitu ambayo unayatafuta, mimi ninayajua
umejua kila kitu ambayo unahitaji katika ndoa, ambayo unahitaji katika maisha, ambayo unahitaji katika maisha lako. Yesu Kristo asifiwe sana. Na nasema kwamba tazama, nimeweka mlango ambayo imefunguliwa mbele yako, ambayo hakuna mtu atakayeweza kufunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nasema ameweka hiyo mlango ambayo imefunguliwa mbele yako ni kwa sababu wewe umelitunza neno la Mungu. Umelitunza neno la Mungu, umetunza neno la Mungu. Hata ukawa unapita katika mangumu, hata ikawa unapita katika hali ambayo ni ya mateso, hata ikawa unapita katika hali ambayo unashinda njaa, unalala njaa, unashinda njaa, lakini umelitunza neno lake Kristo. Yesu Kristo asifiwe sana. Ulitunza neno la Mungu mwaka uliopita, hata mwaka huu ulivyoanza mpaka tumemaliza wiki 3. Kwa hakika umelitunza neno la Mungu, na Biblia inasema kwamba nimeweka mlango ambayo imefunguliwa mbele yako. Ni kwa sababu wewe mtu umelitunza neno langu na hujalikana jina langu. Bwana asifiwe sana. Wengine wamelikana jina la Mungu, ni maana Mungu haliwawacha, haliwatoroka. Ni kwa sababu walikana neno la Kristo, walikana jina la Kristo na hawakulitunza neno la Mungu. Ili wokovu iwe safi, wakawa wameogopa dhambi katika moyo wao wote, na wameliheshimu Mungu katika maisha yao. Biblia inasema kwamba nimeweka mlango uliofunguliwa mbele yako, na hakuna mtu atayeweza kufunga mlango ambayo nimeweka mbele yako. Ni kwa sababu umetunza jina langu, ama umelitunza neno langu na hujalikana jina langu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamama wengi na wanaume, wasichana na vijana wamelikana jina la Mungu. Hata wakitembea na vijana wenzao wamelikana jina la Mungu. Hata wakikaa na vijana wenzao wamelikana jina la Mungu. Hawajalitunza jina lake Kristo, wameshindwa kutunza wokovu. Umejua wokovu mtu akipata, naye wokovu inahitaji kutunzwa. Ukitunza wokovu, basi haulikani jina la Kristo. Yesu Kristo asifiwe sana. Naye Kristo anasema nimeweka mlango ambayo imefunguliwa mbele yako. Ni kwa sababu umelitunza. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu umelitunza jina langu na hujalikana jina langu. Yesu Kristo asifiwe sana. Na hiyo ndio sababu Mungu anaahidi kwamba nitaliweka milango ambayo imefunguliwa mbele yako. Nitaliweka mlango ambayo hakuna mtu hatayesimama, hatayesimama kuyafunga, hatayesimama mbele ya milango ambayo wewe Mungu umeliweka katika maisha yetu. Leo hii na siku ya leo nimekuja nikutie moyo, ni kwa sababu umelitunza neno la Mungu. Hata katika mateso umelitunza neno la Mungu, hata katika njaa, hata katika kutembea uchi, umelitunza neno la Mungu. Haujalichafua, haujalikana jina lake Kristo. Naye Kristo na siku ya leo anaahidi kwamba hataliweka milango ambayo imefunguliwa mbele yako, hataliweka milango ambayo hakuna mtu atakayeweza kufunga milango hiyo katika maisha yako, katika ndoa yako, katika jamii yako, katika biashara na katika kazi, katika mahitaji na katika maombi yako. Leo ina siku ya leo, Mungu akiahidi kitu, yeye Mungu ameahidi na atalifuata neno lake ili neno lake likatimike. Leo ina siku ya leo, haijalishi kwamba umepitia mambo gani, haijalishi watu wamekutema mambo aina gani, haijalishi watu wamechafua jina lako katika kiwango gani, Mungu anaahidi kwamba hataweka milango ambayo imefunguka, milango ambayo imefunguka mbele yako. Mjua Mungu akisema mlango imefunguka, hiyo mlango imefunguka, sio mlango imefungwa, lakini mlango imefunguka. Mlango imefunguka ikiwekwa mbele zako. Wewe ni mtu ambaye umebarikiwa, wewe ni mtu ambaye wewe umeinuliwa, wewe ni mtu ambaye umeponywa katika magonjwa yako, wewe ni mtu ambaye umetolewa katika mateso ya boma, katika mateso ya ukoo, katika laana ya ufamilia, katika laana la boma lenu. Milango ya imefunguliwa
imefunguliwa, ikiwekwa katika maisha ya mtu, ikiwekwa katika ndoa ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Kristo likalinuliwe. Ni kwa sababu ameahidi kwamba ataweka mlango mbele yetu, milango ambayo imefunguliwa, ambayo hakuna mtu hataikuja kufunga, hataikuja kusimama mbele yetu. Milango ambayo imefunguliwa imebeba yote ambayo tunahitaji. Yesu Kristo asifiwe sana. Milango ambayo imefunguliwa, milango ambayo imefunguka, Mungu akisema kwamba ameweka milango ambayo imefunguliwa mbele yetu, ni kwamba inamaanisha kwamba hata kama tumetembea katika laana, hiyo laana imeisha. Hata kama tumetembea katika magonjwa yetu yanapona. Hata kama tunatembea katika madharau ambayo watu wanatudharau, lakini tumelitunza neno la Mungu, tunalitunza neno la Mungu, tumetunza wokovu na tujalikana jina lake Kristo, basi yeye Mungu ameahidi kwamba ataweka mlango ambayo imefunguliwa mbele yetu. Na anaendelea kusema kwamba kunayo watu ambayo wanakaa katika masinagogi lakini wa shetani, wanasema kwamba ni Wayahudi lakini sio Wayahudi. Bwana asifiwe sana. Hao ni wale ambao wamelikana jina la Kristo na wameshindwa kulitunza neno la Mungu. Wanakaa kwa sinagogi, wanaongea ni kama watu wameokoka, lakini wokovu wameshindwa kulitunza, wokovu na jina la Kristo. Wa Biblia inasema kwamba Mungu anasema kwamba kunayo watu ambayo wanakaa katika masinagogi lakini ni watu wa shetani, wani wananabii wa uongo, yani ni manabii wa shetani, lakini wanajidanganya, wamevaa ngozi la kondoo, wanajidanganya tu kwamba ni watu ambao wameokoka, kwamba ni watu ambayo ni watumishi wa Mungu, kwamba ni watu ambayo ni wahubiri. Hata hivyo wasio wahubiri ni watu wa shetani. Bwana asifiwe sana. Sio kila mmoja ambaye anasimama katika sinagogi na kulihubiri neno la Mungu yuyo sasa ni mtumishi wa Mungu. Wengine wamelikana jina la Kristo, wengine wajatunza wokovu, lakini maandiko yanaongea kuhusu yule ambaye ametunza wokovu na hajalikana jina la Kristo. Kristo anasema kwamba nitaliweka milango ambayo imefunguka mbele yako. Ni kwa sababu umelitunza na umelilinda jina langu, haujakana jina langu. Kwa hivyo nami Mungu ninakuahidi nitaweka milango mbele yako, na sio milango tu, milango ambayo imefunguka. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Sijui uko katika hali gani, sijui unapita katika hali gani, sijui mateso gani ambayo wewe mtu unayapitia nasibu ya leo, lakini Mungu wetu wa wokovu, yeye akiahidi ameahidi. Akisema ndio, basi ndio yake ni ndio. Hakuna mwingine atakayeweza kubadilisha ndio ya Mungu iwe sio ndio. Akisema kwamba ataweka milango ambayo imefunguka mbele yako, basi yeye Mungu akisema, yeye Mungu amesema tu, na atalifuata neno lake na neno lake litatimika. Kama utaendelea kutunza neno la Mungu na utalikana jina la Kristo, basi ahadi hii itakuwa ni yako mwaka huu, kwamba Mungu ameahidi kwamba nimekujua, ninajua matendo yako. Hata kama una nguvu ambayo ni nguvu mingi, yani hauna nguvu ama una strength ya kutosha, lakini umelitunza neno langu, na hiyo nguvu yako kidogo umelitunza jina langu. Hiyo nguvu yako ambayo watu wanakudharau nalo, lakini hata kama wanakudharau, hata kama una uwezo, hata kama una nguvu, yani umelitunza jina langu. Hata kama watu wanakudharau, wewe umelitunza jina langu. Hata kama unapitia katika mangumu, katika mateso, katika ndoa, katika familia, wewe umetengwa, lakini umelitunza jina la Kristo, basi Kristo anaahidi kwamba nitaliweka milango mbele yako, milango ambayo imefunguka, milango ambayo hakuna mtu atakayekuja kufunga, milango ambayo nimeweka mbele yako. Mungu wetu anaahidi, yeye akiahidi ameahidi, yeye akisema amesema, akisema atatenda, yeye atatenda tu, kama wewe utaendelea kulitunza neno la Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Na anasema kwamba kuna wengine ambayo wanasema kwamba ni Wayahudi lakini sio Wayahudi, wanajidanganya katika sinagogi, nao sio watumishi wa Mungu, ni watumishi wa shetani. Wanajidanganya, wameshindwa kulitunza neno langu, wameingia katika mambo ya uongo, wameingia katika mambo ya ushirikina, wameingia katika mambo ya uganga,
uganga, wanatumia uganga mpaka katika sunagogi. Wanajidanganya kwamba wao ni watu Wayahudi, lakini sio Wayahudi. Wanajidanganya tu kwamba watu ambao ni watu ambao wameokoka, ama ni watu ambao ni walokole, lakini hawajaokoka. Wameshindwa kulitunza neno la Mungu, wameshindwa kulitunza jina la Kristo, wamelishindwa. Wanalikana jina la Kristo siku baada ya siku, lakini wameshikilia kwamba ni watumishi wa Mungu. Ni waongo, hao wote ni waongo. Lakini Mungu anasema kwa wale ambao wametunza neno la Kristo, wale ambao wanatembea katika utakatifu, wale ambao wanatembea katika njia la Kristo, wale ambao hawajakana na jina la Mungu, hao ndio Mungu anawaahidi kwamba mimi Mungu nimekuja ili nikaweke mlango ambao imefunguliwa mbele yako na asibia wao. Katika mwaka huu nitaweka mlango ambao imefunguka mbele zako, katika ndoa, katika kazi yako. Kristo anaahidi kwamba ataweka mlango ambao imefunguka mbele yako, ambayo kuna mtu, hakuna pepo ambao ni ya kwenu atakuja kusimama mbele yako na kufunga mlango hiyo. Hata kama watu wa kwenu ni watu ambao wamedharauliwa, hawana kuna kitu kisuri ambao inatoka katika mama yenu, lakini wewe mtu, wewe mama yangu, wewe kijana, wewe msichana, wewe mtoto, umelitosha jina la Mungu, haujalikana jina lake Kristo, basi ameahidi kwamba yeye Mungu hataliweka mlango ambao imefunguliwa mbele yako. Kuna watu ambao ni waongo, ambao wanashinda na udanganyifu, wanadanganya watu kwamba ni wa Kristo, wanadanganya watu kwamba ni watumishi wa Mungu, ila hali ni watumishi wa pepo, ni watumishi wa giza, ni watumishi wa shetani. Maandiko takatifu inasema nitawaleta mbele zako. Katika mstari huu wa 9 inasema kwamba nitakupa walio wa sinagogi la shetani, wanayosema kwamba ni Wayahudi nayo sio, kwa sababu wanasema uongo. Biblia inasema kwamba hataleta hao ambayo wanaongea uongo, watawaleta mbele zako na watasujudu mbele ya miguuni pako, ili wapate kujua kwamba Mungu anakupenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Jina lake Yesu Kristo likapate utukufu. Maandiko takatifu nasema wale ambao ni wadanganyifu, wale ambao wanakaa katika sunagogi, wanajidanganya kwamba ni Wayahudi lakini sio Wayahudi, wanasema kwamba ni Wakristo lakini sio Wakristo, lakini wanaongea uongo tu. Maandiko takatifu nasema, Mungu anasema atawaleta mbele yako na watasujudu chini ya mguuni pako, ili wapate kuelewa, ili wapate kujua, ama ili wapate kufahamu kwamba Mungu ndiye anakupenda, na upendo ambayo sio ya kawaida, kwa sababu ataweka mlango uliofunguliwa. Biblia inasema kwamba wewe hata kama uko na nguvu kidogo, lakini umelitunza jina langu. Hata kama watu wamekudharau, wewe umelitunza jina langu tu. Nimekuja niambie mtu, endelea kutunza jina la Mungu, usilikane jina la Kristo, endelea kulitangaza Kristo, endelea kulihubiri Kristo, Kristo ya ukweli. Usije ukaingia katika udanganyifu, usije ukaingia katika sinagogi ukiwa wewe ni muongo, ukisema wewe ni Mkristo lakini wewe sio Mkristo. Maandiko takatifu inasema kwamba hao waongo ambayo wanasema kwamba ni Wayahudi, ambayo wanasema kwamba ni Wakristo, ambayo wanasema kwamba ni watumishi wa Mungu, lakini sio, ni kwa sababu wanaongea uongo tu. Biblia inasema Mungu atawaleta mbele yetu na watasujudu chini ya mguuni petu, ili wapate kuelewa, ili wapate kujua kwamba Mungu wetu aliyetuokoa anatupenda na upendo ambayo haina kikomo, anatupenda na upendo ambayo ni ya ajabu. Ni kwa sababu ya kila ambacho Kristo atatenda kwa sababu yetu. Kwa hivyo nimekuja nikutie moyo kwamba naendelea tu kumheshimu Mungu, endelea kumheshimu Mungu katika yote, endelea kumheshimu Mungu katika kazi yako, katika mavazi yako, katika kuongea kwako, katika kuhubiri kwako, katika kuimba kwako. Wewe mheshimu Mungu tu, ni kwa sababu ameahidi kwamba ataweka mlango uliofunguliwa mbele zetu ambaye hakuna mtu hata kuja kufunga. Yeye ni mwaminifu
mwaminifu na atakuwa mwaminifu. Yeye ni Mungu na atabaki kuwa Mungu tu. Usikufe moyo, endelea tu, songa mbele na kumheshimu Mungu. Hii mwaka ni yetu na Kristo. Ameahidi hataweka mlango ambayo imefunguliwa na wale muabudu sanamu, wale ambayo wanajidanganya, wanaongea uongo kwamba ni Wakristo lakini sio. Biblia inasema kwamba Mungu atawaleta, watasujudu mbele ya mguuni petu ama chini ya mguuni petu, ili wapate kujua kwamba Mungu wetu ambayo ni wokovu, ambayo tumelinda jina lake, ambalo tumelitunza jina lake, yeye Mungu huyu anatupenda sana. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mungu anatupenda na mandoa zetu, anatupenda na jamii zetu, anatupenda pamoja na kazi zetu, katika biashara zetu. Yeye Mungu anatupenda sana, na ndio maana anaahidi kwamba hataweka mlango iliyofunguliwa, hataweka mlango ambayo imefunguka mbele zetu, ili watu waelewe, ili watu wajue kwamba tumelitusha neno la Mungu na hatujalikana jina lake Kristo. Ndio maana yeye Mungu anatupenda kiasi hiki. Kristo ameahidi, na yeye akiahidi ameahidi. Hata kama wewe ni mgonjwa, endelea kutusha jina la Mungu tu. Yeye ni mponyaji wetu. Maandiko takatifu yanasema kwamba katika kichapo kwake ama katika kuchapwa kwake nasi sote tumepona. Nawe pia utapona tu kama utaendelea kutusha jina la Mungu. Utalitunza jina la Kristo, utalitunza jina la wokovu, nawe pia utapona. Endelea kutusha jina la Mungu, usilikane jina la Kristo, usikane jina la Kristo. Endelea kutusha jina la Mungu. Ongea tu neno la Mungu la ukweli. Ukisimama katika sinagogi, usibembeleze watu, lakini ongea neno ambalo limeandikwa hapa. Usiende kushoto wala kulia, simama katika neno, tembea katika neno, ongea katika neno, naye Mungu mwaminifu hatakuwa mwaminifu kwako. Usiingie katika mambo ya uongo, usiingie katika ushirikina, usiingie katika mambo ya udanganyifu, lakini ukisimama katika neno na useme kwamba nitatembea katika neno, hata kama watu wananiacha, nitatembea katika neno. Hata kama watu wanidharau, mimi nitatembea katika neno. Hata kama watu wanitenga, nitasimama katika neno. Sitalikana jina la Kristo na nitalitunza jina lake Mungu, ili Mungu wetu aonekane. Endelea kumwamini Mungu tu, hata kama watu wanasema kwamba haiwezekani. Kwake Kristo kama uyamini inawezekana. Mstari wa mwisho inasema hivi, mstari wa 11 inasema hivi: naja upesi, sika sana ulicho nacho, asije mtu akalitua taji lako. Maandiko takatifu inasema katika mstari wa 11 kwamba sika sana kile ambacho uko nacho, ili asije mtu akalitua kile taji ambayo Mungu amekupa. Tuko na taji ambayo Mungu ametupatia, lakini wale waongo wanaosimama katika sinagogi wakisema kwamba ni watumishi wa Mungu, lakini wanadanganya tu. Wao watu wanaweza kukuja wakunyang'anye kile ambacho uko nacho. Wewe tunza tu, tunza neno la Mungu, ile upako ambayo Mungu alikutia, tunza upako hiyo. Ile neno la Mungu ama ile kibali ambalo Mungu aliachilia juu yako, tunza neno la Mungu na kibali tabaki. Tunza neno la Mungu nawe neema ambayo ya Mungu ambayo ameachilia kwa sababu yako, ameachilia katika kazi, ameachilia katika biashara, ameachilia katika ndoa, basi na itadumu kama utaendelea kutunza neno la Mungu. Na utatunza neno la Mungu katika yote. Utatunza neno la Mungu katika maongeo, katika kuongea kwako, katika mavazi yako, katika ndoa, katika biashara. Naye Mungu ameahidi kwamba yeye Mungu hatakuja ili apate kuweka mlango ambayo imefunguka mbele yako. Hakuna mtu atakayesimama mbele ya mlango ambao Mungu amefungua, mbele ya Mungu ambao Mungu ameweka. Mungu akisema atafanya, yeye Mungu siye mdanganyifu, hatafanya. Kama Mungu amesema kwamba tazama nitaweka mlango ambayo imefunguka mbele yako, ambayo hakuna mtu atakayesimama mbele ya mlango hiyo, ambayo hakuna mtu atakayekuja ili apate kufunga mlango hiyo, basi amini neno hilo, na hilo neno litakuwa kwako, itatimika katika ndoa yako, katika jamii yako. Nataka niombe pamoja na mtu ambaye anasema kwa hakika nataka nitunze neno la Mungu, nataka nisimtembee na neno la Mungu na nisilikane jina la Kristo. Ninataka niombe pamoja na wewe. Katika mstari wa 11 la mwisho inasema kwamba shika sana kile ambacho uko nacho, asije mtu akalitoa
taji lako, kwa sababu anakuja upesi ili Mungu hatupe taji. Ni kwa sababu tumelitunza neno la Mungu na tujalikana jina lake. Na nataka niombe na wewe, na nataka uamini kwamba Mungu akisema amesema, Mungu akiahidi yeye ameahidi, akisema atatenda yeye atatenda tu, kwa sababu yeye ni Mungu na yeye hatabadilika na hajawahi badilika. Amini pamoja nami niombe, naye Mungu afuatilie neno lake na ikapate kutimika katika jina la Yesu. Amini pamoja nami. Baba wetu, wewe Mungu wetu wa ajabu, hakuna mwingine aliye kama wewe. Wewe ni mfalme, wewe ni kimbilio, wewe ni jemedari, wewe ni kiongozi. Jehova, ukisema ndio Baba wewe ndio yako ni ndio. Ukisema utatenda, wewe Mungu utatenda. Ninakuomba mfalme wa ajabu, fuatilia neno lako na likatimike. Fuatilia neno lako, ni kwa sababu ya mama huyu, kwa sababu ya mwanaume huyu, kwa sababu ya ndoa yake, kwa sababu ya biashara, na kwa sababu ya kasi. Inuliwa jemedari, ni kwa sababu umetenda kama mfalme, kama Mungu, kama kimbilio. Katika jina lako Yesu nimeomba na hata nimeamini. Amen. Mungu na akubariki na Mungu akutende mema. Shikilia kile ambacho uko nacho. Kama ni kuimba, shikilia. Kama ni kuhubiri, kama ni kufundisha, shikilia kile ambacho uko nacho, ili mtu asije akakudanganya, kwa sababu Mungu anakuja katika upesi ili akupe taji ya kile kasi ambao umefanya. Mungu awabariki, Mungu awatende mema. Mpaka Jumapili ijayo wakati kama huu. Shalom. Amen. Eternal Father, I offer you